kwa heda, lakini Selemani Matola anahitaji zaidi na zaidi kwa wachezaji wake. Mlinzi bora South Africa 19-20 alitazama mchezo, akatazama mpira, akazungusha kichwa na kupeleka mbali kabisa kwa Fadhili Kisunga. Simba moja, mapema kabisa wanakwenda kutangulia. Alikuwa huru, alizungusha tu kichwa chake kile mpira ambao unakwenda kupokelewa kwenye net. Rushaine De Reuck ndio jina ambalo linasoma kwenye jezi yake, jina ambalo litaandikwa kwenye vitabu vya wekundu wa Msimbazi. Msimu mpya ulifunguliwa na mlinzi wa kati Shomari Kapombe. Jean Shalawa anatikiwa Shomari Kapombe. Lamela anakwenda kuweka mguu, lakini Wai tena kinaondosha Jackson Shiga. Kagoma ameingia tena, Yusuf Kagoma Yusuf anamtengea kwenye nafasi ya lia huku unasimulia muda utoshi. Fountain Gate hawaamini ambacho wanakiona. Jean Shalawa anaendelea pale alipoishia msimu uliomalizika, wakati ambao Elim Panzu Kibisawala akiongoza kile ambacho kinafanyika. Jahazi linazidi kuzama kwa Fountain Gate. Bao la pili Simba Sports Club, asisti ni ya Yusuf Kagoma, aliweka mwili lakini akuziba mpira, akaingia Yusuf Kagoma the Terminator katikati, akatazama mpira akamtengea Jean Shalawa na kaandika bao la pili. Alipita katikati yao kama anakwenda Galilaya. Yusuf Kagoma akatazama wapi aweke mpira, akamwona Jean Shalawa kwenye teleskopi yake, mpira ambao unakwamisha kwenye nyavu na kupokelewa kwa bao la pili na Simba Sports Club. Na Rushaine De Reuck wameanza kona fupi. Elim Panzu, Eli anaingia mwenyewe, Mpanzu anaweka pasi ya chini ndani kwenye nafasi. Ule mdundo wa ngoma mliotaka kusikia, ngozi yake sasa imewambwa. Simba mweusi Jonathan Soa anaandika bao la tatu kwa Simba, lakini bao la kwanza kwake yeye. Anafungua kaunti ya mabao katika mechi rasmi za wekundu wa Msimbazi. Alichekecha the Qatarist Elim Panzu, ikamkuta Jonathan Soa kwenye nafasi, akaikamilisha mission yake. Mission accomplished kwa Jonathan Soa. Bao la kwanza kwa upande wake yeye, lakini chuma cha tatu kwa Simba. Simba mweusi anaweka wino mwekundu kwenye maumivu kwenye kidonda cha Fountain Gate. Tulieni, ndio namna ambavyo ishara yake inaonekana.